Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Safari hii tunaliangazia kombe la dunia la 2026. Haya si mashindano ya kawaida, ni makubwa zaidi kuwahi kutokea na yamejaa hadithi, matumaini na bila shaka drama ya aina yake. Hebu tuanze. Okay, twende moja kwa moja kwenye kiini cha mambo. Namba unayoiona hapo, 48. Hiyo ndiyo idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia la 2026. Yaani ni ongezeko kubwa na linafanya haya kuwa mashindano makubwa zaidi katika historia. Sasa, kuwa na timu nyingi zaidi ina maana gani hasa? Ina maana tutakuwa na hadithi nyingi zaidi za kusisimua. Unajua, kuna matumaini mapya, kuna timu zinazorejea baada ya miaka mingi, na kuna zile safari za kishujaa tunazozipenda. Swali ni je, zipi hasa tunapaswa kuzitupia jicho? Basi, hebu tuanze na wale big boys. Unawajua, wale wababe ambao wakija kwenye mashindano wana jambo moja tu akilini mwao, kubeba lile kombe. Hebu tuwaangalie kwa haraka hawa washindani wakuu. Kuna Hispania, mabingwa wa Ulaya na ule uchezaji wao wa kuvutia. Alafu, kuna Argentina, mabingwa watetezi, na hii inaweza kuwa ni safari ya mwisho kabisa kwa Lionel Messi. Ufaransa, wanasema wana kikosi bora zaidi duniani. Na Brazil wanataka kumaliza ukame wao wa miaka mingi. Kila timu ina presha ya aina yake. Tukizungumzia Argentina, hawa sio washindani wa kawaida tu, wako kwenye moto. Wameshinda Copa America mara 2 mfululizo na kombe la dunia la 2022. Yaani, wanajenga himaya yao na mashindano haya yanaweza kuwa kilele cha mafanikio yao. Sasa, Ufaransa. Maneno haya, kikosi cha kutisha, labda bora zaidi duniani, yanasema yote. Hii ni timu ambayo imejaa vipaji, kuanzia benchi hadi uwanjani, kiasi kwamba hata siku ambayo hawako kwenye ubora wao, bado wanaweza kukufunga na kushinda mechi. Sawa, tuache wababe kwa sasa. Hebu tugeukie kundi lingine, wale wenye changamoto. Hawa ni mataifa ambayo yana vipaji na muhimu zaidi, wanaamini kabisa wanaweza kuwatingisha wale wakubwa. Na mfano bora ni Morocco, Simba wa Atlas. Baada ya kufika nusu fainali mwaka 2022, hawa si underdogs tena. Wao ni nguvu ya kutisha barani Afrika. Na hii si bahati tu, ni matokeo ya uwekezaji mkubwa katika soka la ndani. Lakini si Morocco pekee. Hebu tuangalia wengine. Croatia, fainali 2018, nusu fainali 2022, hakuna timu inayotaka kucheza nao. Senegal, wamejaa nyota wanaocheza kwenye ligi kubwa Ulaya. Na Japan, daima wako imara. Lakini je, safari hii wataweza kuvuka ile hatua ya 16 bora? Hapa ndipo unaona jinsi safari ya kwenda fainali itakavyokuwa ngumu. Moja ya mambo mazuri kuhusu mfumo huu mpya wa timu 48 ni kwamba tunapata kuona urejeo wa baadhi ya mataifa. Mataifa yenye historia za kipekee na zenye kugusa moyo yanarudi tena kwenye jukwaa kubwa la dunia. Na hebu tuangalie hadithi hii ya Haiti, miaka 52. Fikiria kusubiri kwa zaidi ya nusu karne. Tangu waliposhiriki mara ya mwisho mwaka 1974, wamepitia changamoto kubwa, ikiwemo lile tetemeko la ardhi la kutisha mwaka 2010. Kufuzu kwao safari hii ni zaidi ya soka, ni ushuhuda wa ustahimilivu, ni mwanga wa matumaini. Na si Haiti pekee. Tunawakaribisha tena Scotland baada ya miaka 28 na Paraguay baada ya miaka 16. Mashabiki wao wenye shauku kubwa wamesubiri kwa hamu kurudi kwenye hii sherehe ya soka. Okay, sasa tuende kwenye sehemu ambayo binafsi naipenda zaidi. Sehemu inayotoa msisimuko wa kipekee katika kombe hili la dunia. Wale wanaoishiriki kwa mara ya kwanza. Waotaji wanaoandika historia. Hebu fikiria hili. Watu 1.5 million. Hiyo ni idadi ya watu wa Curaçao. Ni sawa na idadi ya watu kwenye baadhi ya mitaa tu katika miji mikubwa. Na sasa, taifa hili dogo liko kwenye jukwaa moja na Brazil na Ujerumani. Haya ndio maajabu na uzuri wa kombe hili la dunia. Na si Curaçao pekee. Orodha inaendelea. Tuna Uzbekistan, nguvu mpya inayokuja kasi Asia, ikiwa imejengwa kwenye soka la vijana. Tuna Jordan, walioshitua wengi kwa kufika fainali ya kombe la Asia.
na Cape Verde, taifa la visiwa lenye watu 600,000 tu, lakini wanacheza soka la kuvutia sana. Kila mmoja wao ana hadithi yake ya kipekee. Mwisho kabisa, lakini si kwa umuhimu, wenyeji. Safari hii tuna wenyeji watatu: Marekani, Mexico na Canada. Na kuwa mwenyeji kunakuja na faida zake, lakini pia presha ya aina yake. Ukiangalia hapa, unaona tofauti kubwa ya uzoefu. Mexico ni kama mkongwe, wameshiriki mara 18. Marekani wako katikati, mara 12. Halafu Canada, ambao bado ni wachanga kwenye jukwaa hili, wameshiriki mara 3 tu. Hii inaonyesha jinsi kila timu inavyoingia kwenye mashindano haya ikiwa na matarajio tofauti. Na malengo yao yanatofautiana pia. Kwa Marekani, wanataka kuvunja ile laana ya kuishia raundi ya 16. Wanataka kuonyesha ulimwengu kuwa wao ni nguvu ya kweli. Kwa upande wa Canada, lengo lao ni dogo lakini muhimu sana kwao: kupata ushindi wao wa kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia. Lakini hadithi ya Mexico hii ni ya kipekee na inasisimua sana. Wao ni mabingwa wa bara lao, lakini kuna kitu kinawatesa. Wana laana ya ajabu. Wanaita la maldición del quinto partido, yani laana ya mechi ya 5. Fikiria hivi, kuanzia mwaka 1994 hadi 2018, kwa kombe la dunia 7 mfululizo, Mexico walitolewa kwenye hatua ile ile ya raundi ya 16. Ni kama kuna ukuta wa kisaikolojia ambao hawawezi kuuvuka. Sasa, wakiwa nyumbani mbele ya mashabiki wao, je, hii ndio itakuwa mara yao ya kuvunja hii laana? Hili ndilo swali ambalo kila shabiki wa Mexico anajiuliza. Na kwa haraka tu, mfumo mpya utakuwaje? Kutakuwa na makundi 12, kila kundi na timu 4. Hii inamaanisha nini? Kimsingi, inatoa nafasi zaidi kwa timu kufuzu kutoka makundi, lakini hatua ya mtoano itakuwa ndefu zaidi, kuanzia raundi ya 32, jambo linalofanya mashindano yawe na matokeo yasiyotabirika zaidi. Kwa hiyo, hapo ndipo tulipo. Tuna hadithi nyingi mpya, tuna mashujaa wanaoregea, na tuna njia nyingi tofauti kuelekea fainali. Swali langu kwako ni hili: kati ya hizi zote, ni safari ya timu gani wewe utakuwa unaifuatilia kwa karibu zaidi? Bila shaka, kombe la dunia la 2026 linaahidi kuwa la kipekee na la kusisimua kuliko yote tuliyowahi kuyaona.